Nadhani wengi tunaikumbuka Utu na Utulivu ya Alikiba. Sasa ile ngoma ya Utu na Utulivu, Alikiba alishuti na bidada fulani anaitwa Nana Dolls. Yeye ndiye alipewa jukumu la kuwa kama video vixen kwenye ile ngoma ya Utu na Utulivu. Nimeanza hivyo ili kukurejeshea fahamu ya kwamba ninataka kumzungumzia hapa ni nani. Bidada ambaye namzungumzia hapa, yeye ni model, lakini pia ni mtu ambaye anajishughulisha na masuala mazima ya sanaa, hasa kwenye upande wa video vixen pamoja na kuwa model kwenye fashion mbalimbali. Sasa Jumamosi ya tarehe 29 mwezi wa 3 2025, bidada huyu Nana Dolls yeye aliweza kujizawadia mjengo ambaye ni kama zawadi kwenye kumbukizi yake ya siku ya kuzaliwa, na kwenye Instagram page yake ambako alishare video ikionyesha nyumba hiyo, na hapa kwenye video yako nimekuwekea hapo kama unavyoiona. Ni mjengo ambao yeye mwenyewe kwa nguvu zake ameweza kujijengea kwa gharama zake, na amededicate hiyo nyumba kuwa special zawadi kwenye siku yake ya kuzaliwa ama kumbukizi ya siku za kuzaliwa. Sasa kwenye caption kwenye ile post ambayo Nana Dolls ameandika, licha ya kupongezwa na mastaa mbalimbali huku wengine wakimweka Insta story na yamekuwa akishare kupitia Instagram yake, yeye kwenye caption aliandika maneno kadhaa kwenye lugha ya Kiingereza, lakini yakiwa na tafsiri ya kwamba nitakusomea hayo maneno hapa kwa lugha ya Kiswahili, licha ya kwamba ameandika maneno mengi sana huku akiwa ameambatanisha na emoji nyingi sana kwenye upande wa maneno ambayo ameandika. Nitakusomea andiko lake kama ifuatavyo. Ni siku yangu ya kuzaliwa na ninajitolea nyumba nzima kwa ajili yangu. Mungu wangu mashuhuri ni Mungu pekee, na watu wa karibu wanajua nilivyoshughulikia kwa bidii kwa ajili ya nyumba hii. Imekuwa miaka 4 usiku bila kulala. Nililia nikiwa nalala. Nilijinyima chakula kwa ajili hii na sasa imepatikana. Mungu alifanya kazi yake. Ninaitolea nyumba hii kwa wanawake wote wanaojua kile wanachotaka maishani. Kwanza, jua unataka nini kwenye maisha yako. Kisha fanya kazi kwa bidii, ila puuza sauti zote za nyuma. Anza leo, anza sasa hivi. Unaweza kufanya. Nimekuwa nikifikiri ikiwa ni vigumu hadi nilipoanza. Asante kwa kila mtu aliyechangia hii, kihisia, kiakili, kifedha. Shukrani maalum kwa kalbi yangu. Nimekuwa maskini kila wakati, lakini haujashindwa kuwa na mimi. Umekuwa ukisema kitu kimoja, akaweka bracket pale kwa kusema kwamba najua pesa zangu zinaenda wapi, vinginevyo nisingekupa. Akaweka na emoji za kucheka pale. Shukrani maalum kwa marafiki zangu. Kila nilipokuwa maskini ningeomba pesa kwa ajili ya chakula na hakuwahi kusita. Akawataja wale marafiki zake ambaye ni Naomi, Fifi, Mgisi pamoja na Zombie. Anyways, shukrani zote kwa Mungu. Nashukuru sana kwamba mimi ni mmiliki wa nyumba bado nikiwa katika umri wa miaka ya 20. Naweza kujivunia wiki nzima. Akawa amehitimisha hivyo, lakini kwa kifupi tu ni kwamba hapo Nana Dolls hakuishia tu kujipongeza yeye mwenyewe, lakini pia ametoa ushauri kwa wale watu, hasa wanawake wapambanaji katika maisha yao. Wanatakiwa wajue, je, wanataka nini katika maisha yao, lakini wamtangulize Mungu. Lakini Nana Dolls pia hajaacha kushukuru wale watu ambao wapo nyuma yake kuweza kusupport jitihada zake kwa kila kitu ambacho yeye amekifanya. So hicho ni kitu ambacho nimekuletea hapa kupitia Instagram page ya Nana Dolls, na katika kusherehekea siku yake ama kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.